Na kosa la tatu, mpango huu wa elimu ulilenga kufuta kosa la watoto kufundishwa historia isiyowahusu, kwa sababu elimu ya kikoloni ilikuwa imetengeneza mazingira ya kusoma mambo ya Ulaya, historia ya Ulaya, maendeleo ya Ulaya na kadhalika ndani ya ardhi ya Tanganyika na Tanzania huru. Hivyo mpango mpya ungeweza kuwafundisha wanafunzi elimu inayowahusu. Kwa hiyo kumbe malengo mapana ya mfumo wa elimu katika Tanzania huru yalikuwa ni kuifanya elimu iwaandae vijana kutimiza wajibu wao katika kuendeleza jamii yao, ambayo watu wake wangepimwa kutokana na maisha bora kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii nzima. Na kwa sababu uchumi wetu ulitegemea na bado unategemea kilimo kwa kiasi kikubwa, elimu ililenga kuwaandaa wahitimu kuwa wakulima bora na wakati huo huo viongozi bora katika jamii ambazo wanatokea. Lakini ili hayo mambo yote yaweze kufanikiwa, elimu ilitakiwa kuchochea mambo makuu matatu kwa vijana, ambayo ni udadisi, uwezo wa kujifunza kutoka kwa wengine waliofanikiwa, na vijana kujiamini na kutambua nafasi zao katika jamii. Lakini hayo yote yangefanikishwa vipi? Kati ya mbinu muhimu alizozitaja humu, kwanza, elimu ya mazingira kutoka kwa wazee wetu katika jamii zetu za Kitanzania ni lazima ithaminiwe. Elimu iliyokuwa ikitumiwa katika ardhi yetu kabla ya ujio wa koloni ni lazima ithaminiwe. Lazima iingizwe katika mtaala mpya wa elimu. Vijana waijue elimu yetu ya mazingira yetu ya kabla ya wakoloni hawajaja. Pili, elimu itolewe kwa lugha ya Kiswahili. Yaani kuanzia ngazi ya awali mpaka ngazi ya chuo kikuu, wanafunzi wajifunze kwa lugha ya Kiswahili. Lugha yao, lugha wanayoielewa vizuri. Sasa hapa ndipo watu huwa wanashindwa kuelewa. Wanafikiri wazo hili lilikuwa linamaanisha kuondoa lugha ya Kiingereza na kwamba isitumike kabisa. Nafikiri hiyo ni mada pana ya siku nyingine, lakini ujue kwamba lugha ya Kiswahili ndiyo ilipendekezwa kwamba iwe inatumika katika mfumo wa elimu katika Tanzania huru. Na wakati huo huo, mbinu ya tatu ni kwamba lugha ya Kiingereza pamoja na masomo mengine ya kitaalamu yafundishwe kwa ufasaha zaidi kama masomo. Maana kuna utofauti kati ya lugha kutumika kama lugha ya kufundishia na pia lugha kufundishwa kama somo. Sasa swali langu kwako ni kwamba wakati huu ambao mazungumzo ya kizazi kipya yanaendelea kujadili ufanisi wa shabaha na mifumo ya elimu katika nchi na katika bara la Afrika, je, tunaulizana maswali sahihi? Na je, shabaha tunayoenda nayo ni ile ambayo tunajinasibu nayo kwamba iliandikwa katika miaka ya 60 wakati nchi yetu ikitambulisha sera yake? Sasa pengine majibu ya maswali hayo yanaweza kusaidia kuboresha mijadala ya aina hii.